wako. Pigia baba askofu vigele. Vigele ganero oshoka Emmanuel wangaji eodirikane ekanye nasoka uganewe vigele ganero oshoka wadirikane uganewe Emmanuel wangaji eodirikane ekanye nasoka uganewe. Haleluya, pigia baba askofu makofi mazuri. Tunaweza tukaketi katika jina la Yesu Kristo. Lakini tuseme haya mbele yako baba yetu. Kuna neno ulisema hapa asubuhi, na ukasema ya kwamba ukatupatia mfano wa askari na mwanajeshi. Na mimi kwangu hilo neno likaniingia sana, ya kwamba askari wanasomeshangwa ama huwa wanafundishwa kuweka sheria ama huwa wanafundishwa sheria, lakini mwanajeshi mafunzo yake ni tofauti sana na askari. Sisi kwetu vile ambavyo umetufundisha na kulingana na mimi, hiyo ni ukweli, kwa sababu katika kanisa kuna kuanga na askari na kuna kuanga na wanajeshi. Wale ambao wanaona vita ndio hii, lakini hawatoroki, wanaenda kuangalia ni nini nasababisha vita. Hao ndio wanajeshi, na hao ndio unaowalea katika haya madhabahu. Tumeambiwa mtoto anaanza kumea meno akiwa na miaka 3. Saa hii sisi tuko na miaka 3. Bwana Yesu asifiwe. Na ninajua ya kwamba kile ambacho kitakomaa kutokana na haya madhabahu, hata shetani, mama yake, nyanya yake, babu yake, anti yake, madhaini roho, fadhaini roho, hataweza kustahimili mali ambayo Mungu atakayo yafanya mahali hapa. Semeni amen. Haleluya. Mimi kwangu na kuheshimu na kupenda sana pamoja na familia yako, na sijai kuambia hapa, lakini singelikuwa ni hiyo mikono yako na mabega yako ulionipatia nikanya. Sikudanganyi, ile siku ambayo niliitwa hapa na Pastor Gena, the previous day nilikuwa nimepanga kwenda kujimaliza. Wewe unajua historia yangu. Nimepewa mtoto na ndio wa kuiba ni mabana, alafu amekuacha. Kuna kitu ya kupatia watoto uko katika nyumba, na ukienda kwa madhabahu Mungu anatembea kwa njia kubwa sana, lakini unaaibika kwenda kuambia pastor yale ambao unapitia. Inabidi unanyamaza na uchungu wako, na hapo ndipo huwa tunamalizia. Hapo ndipo watumishi wa Mungu wengi tunapatanga wamejitia kitanzi, kwa sababu huwa anapitia mambo mengi lakini hawana mtu wa kuambia. Lakini nashukuru Mungu Bishop alinisikiza. Na ndio sababu siwezi nikaondoka hapa hata unifukuze. Tutakuwa tunakutana na wewe pale kwa ofisi, nakwambia dadi niko area. Nikiona unisikii kwa ofisi, sahi najua kwako naweza kuja miguu. Unipate kwa gate, mimi ni kama Muridekai, na sitafungua mlango nikiwa pande ya nje, nikiwa ndani. So nakufungulia nikirudi na nyuma nikiwa ndani. Nafunga bado niko ndani. Nafungua bado niko ndani. Nafunga bado niko ndani. So ukiondoa wengine naomba. Hayo maombi ya Tuesday ni kweli, lakini itabidi tukatize kidogo ama. Lakini huo upanga usituangukie leo. Bwana Yesu asifiwe.
Wangapi ambao wangetaka kutoka chini ya hii mwamvuri? Haleluya. Tunakuheshimu sana askofu wetu. Mungu akubariki pamoja na Lev, na tunajua leo ni birthday ya our last born. June. Oh. No. No. Oh, sorry. Leo tuko na birthday. Na wamekataa sio last born. Oh, kuna wengine lakini aishi na akomae akiwa amependwa na Mungu na amelindwa na malaika wa Mungu. Tunasema neno la Mungu liwe gao na kigao maishani mwake, na tunajua ya kwamba tutasonga tukiwa pamoja. Hata mimi sijui kama mimi ni last born ama ni first born ama ni second born ama ni third born. Bora niko katika kakun ya Bishop Ben Kamau. Niko katika kakun ya Kamau katika jina la Yesu. Ninaposema hii, ningetaka kualika widows, tafadhali tunawagoja mkuje. Tunajua hii wiki imekuwa ni wiki yenu na tunawapenda na huwa tunawaombea sana katika jina la Yesu. Mungu awakumbuke na awatende mema, na kwa sababu ninajua sitaweza kurudi hapa tena kwa sababu ya masaa, ningetaka kuwakumbusha katika mambo ambayo huwa inaendelea katikati ya wiki. Tuesday inakuanga ni siku ya ofisi. Ofisi inakuanga imefunguliwa siku ya Tuesday kuanzia saa 4 ama saa 2 mpaka saa 10. Wednesday ni siku ya intimacy ambayo huwa inaongozwa na Minister Jacinta pamoja na praise team. Thursday ni siku ya ushirika wa wamama, huwa tunapatana hapa ama wanapatana hapa kuanzia saa 10 kuendelea. Friday ni siku ya wazee, inakuanga ni ushirika wa wazee, wanaanzia saa 10 na kuendelea. Nayo Saturday wanalika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanalika siku ya Saturday huwa ni siku yenu kuanzia saa 10 na kuendelea. Tubarikiwe sisi wote tunapokaribisha widows. Chako pigia baba askofu vige. Emmanuel wangai neodirikane ekianye dasoka ulangewe Pigerigandero usoka wadirikane ulangewe Emmanuel wangai neodirikane ekianye dasoka ulangewe. Haleluya, pigia baba askofu makofi mazuri. Tunaweza tukaketi katika jina la Yesu Kristo, lakini tuseme haya mbele yako Baba yetu. Kuna neno ulisema hapa asubuhi na ukasema ya kwamba ukatupatia mfano wa askari na mwanajeshi, na mimi kwangu hilo neno likaniingia sana, ya kwamba askari wanasomeshangwa ama huwa wanafundishwa kuweka sheria ama huwa wanafundishwa sheria, lakini mwanajeshi mafunzo yake ni tofauti sana na askari. Sisi kwetu vile ambavyo umetufundisha na kulingana na mimi, hiyo ni ukweli, kwa sababu katika kanisa kuna kuanga na askari na kuna kuanga na wanajeshi. Wale ambao wanaona vita ndio hii, lakini hawatoroki, wanaenda kuangalia ni nini nasababisha vita.
hao ndio wanajeshi na hao ndio unaowalea katika haya madhabahu. Tumeambiwa mtoto anaanza kumea meno akiwa na miaka 3. Saa hii sisi tuko na miaka 3. Bwana Yesu asifiwe. Na ninajua ya kwamba kile ambacho kitakomaa kutokana na haya madhabahu, hata shetani, mama yake, nyanya yake, babu yake, anti yake, mother in law, father in law, hataweza kustahimili mali ambayo Mungu atakayo yafanya mahali hapa. Semeni amen. Hallelujah. Mimi kwangu na kuheshimu na kupenda sana pamoja na familia yako, na sijai kuambia hapa, lakini singelikuwa ni hiyo mikono yako na mabega yako ulionipatia nikanya. Sikudanganyi, ile siku ambayo niliitwa hapa na Pastor Gena, the previous day nilikuwa nimepanga kwenda kujimaliza. Wewe unajua historia yangu. Nimepewa mtoto na ndio wa kuiba ni mabana, alafu amekuacha. Kuna kitu ya kupatia watoto uko katika nyumba, na ukienda kwa madhabahu Mungu anatembea kwa njia kubwa sana, lakini unahaibika kwenda kuambia pastor yale ambayo unapitia. Inabidi unanyamaza na uchungu wako, na hapo ndipo huwa tunamalizia. Hapo ndipo watumishi wa Mungu wengi tunapatanga wamejitia kitanzi, kwa sababu huwa anapitia mambo mengi lakini hawana mtu wa kuambia. Lakini nashukuru Mungu, Bishop alinisikiza. Na ndio sababu siwezi nikaondoka hapa hata unifukuze. Tutakuwa tunakutana na wewe pale kwa ofisi, nakwambia dadi niko area. Nikiona unisikii kwa ofisi, sahi najua kwako naweza kuja miguu. Unipate kwa gate, mimi ni kama Mordekai, na sitafungua mlango nikiwa pande ya nje, nikiwa ndani. So nakufungulia nikitoka, nikirudi na nyuma nikiwa ndani. Nafunga bado niko ndani. Nafungua bado niko ndani. Nafunga bado niko ndani. So ukiondoa wengine naomba. Hayo maombi ya Tuesday ni kweli, lakini itabidi tukatize kidogo ama. Lakini huo upanga usituangukie leo. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ambao wangetaka kutoka chini ya hii mwamvuri? Haleluya. Tunakuheshimu sana askofu wetu. Mungu akubariki pamoja na Lev. Na tunajua leo ni birthday ya our last born. June. Oh. No. No. Oh, sorry. Leo tuko na birthday. Na wamekataa sio last born. Oh, kuna wengine lakini aishi na akomae akiwa amependwa na Mungu na amelindwa na malaika wa Mungu. Tunasema neno la Mungu liwe gao na kigao maishani mwake, na tunajua ya kwamba tutasonga tukiwa pamoja. Hata mimi sijui kama mimi ni last born ama ni first born ama ni second born ama ni third born. Bora niko katika kakuni ya Bishop Ben Kamau. Niko katika kakuni ya Kamau katika jina la Yesu. Ninaposema hii, ningetaka kualika widows, tafadhali tunawagoja mkuje. Tunajua hii wiki imekuwa ni wiki yenu na tunawapenda na huwa tunawaombea sana katika jina la Yesu. Mungu awakumbuke na awatende mema. Na kwa sababu ninajua sitaweza kurudi hapa tena kwa sababu ya masaa, ningetaka kuwakumbusha katika mambo ambayo huwa inaendelea katikati ya wiki. Tuesday inakuanga ni siku ya ofisi. Ofisi inakuanga imefunguliwa siku ya Tuesday kuanzia saa 4 ama saa 2 mpaka saa 10. Wednesday ni siku ya intimacy ambayo huwa inaongozwa na Minister Jacinta pamoja na praise team.
Thursday ni siku ya ushirika wa wamama. Huwa tunapatana hapa ama wanapatana hapa kuanzia saa 10 kuendelea. Friday ni siku ya wazee, inakuanga ni ushirika wa wazee, wanaanzia saa 10 na kuendelea. Nayo Saturday wanalika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanalika. Siku ya Saturday huwa ni siku yenu kuanzia saa 10 na kuendelea. Tubarikiwe sisi wote tunapokaribisha widows.